Hello, guys, and we all know today was a planned day for the protests, and people were demanding for justice for Albert mwenye we all know what happened, alikufia kwa police cell, and watu wameweza kutokelezea, that is Gen Z, wametokelezea kuja kufight for justice for Juang, and it's so unfortunate that wamemeet goons in the CBD, like wakijaribu kuwa chase away ndo maandamano isiendelee. Hired goons. Yeah. Hired Ni goons. hired Sio goons. mtu ametokea kamole wacha nikuwe goon. Hao ni specifically walikuwa hired, wakaambia leo tumekaa ku cause disruption. Wamekaa wameibia watu, like wamepiga watu, walikuwa na rungu zina match. Kwa hivyo inamaanisha hizo rungu hata zilibaiwa the same place. Hata Ndio mask. zinaweza kuwa traced back. Wako na hadi mask. Kila mtu ako na mask. It's unfortunate. Unaweza trace hizi, like unaweza ona hizi vitu walikuwa wamenunua the same place. By the time walikuwa wanapewa kwenye walipewa. Kule walikuja miguu, kwenye walikuja na nduthi. Kwa nduthi ndio walianzia. Na so far tumeona kuna nduthi zimeweza kuwa zimechomwa na watu walikuwa na protest in the CBD. And from that tunaweza sema like vijana, like government ama politicians wanajaribu kutu separate, and me personally naweza sema ni ina work. Jukawa like our hired goons, I'm sure kuna mtu amepewa tu 2,000 madhao ama tapanj hata rawabi. Like utokelezee tu ukuja urushe mawe, like juu kuna kama una hiyo kitu hiyo what is it called, hiyo rungu unarusha mawe, so like uliambiwa wewe kutokelezea bora tu like urushe mawe for 2-3 hours nikupee 2K ama hata dhao ama tapanj. And hiyo inatu separate kama youth. Sasa inatu separate exactly. Kuna watu bado wako na common goal, although protests za leo zikuwa like centered around anything. Juu leo nimedhani like one of those protests zenye sijui zilikuwa centered around nini, but inaonekana like zimeget to us juu technically numbers the protest in the morning zilikuwa very low, hazikuwa that high. True. But somehow na hii situation ya goons numbers zimeongezeka. Sasa sijui goons hata walikuwa wameitoa kazi gani. And do you think like come 2027 watu watalipo hizo pesa kidogo kidogo, like what terrorize pia watu wakivote and all that? I think it happen. I think it happen. Si expect it happen time ya kuvote, more of time ya campaign. I think goons watakuwa kwa wingi. Na also after elections, kulingana na venye elections zitaenda. Ruto akishinda kutakuwa na goons. True. Since kutakuwa na protest against Ruto. Ruto akishindwa akose kuaccept early enough. Hiyo ni point nini ya maana. Akose tu kukubali mapema. Unajua kuaccept early enough ni gani? Tuna voting on Tuesday. Akose kuaccept by 10th. By 10th unakuanga ukijua exactly nani anaenda kuwa president. Akose kuaccept by 10th kuna possibility ya kuwa na violence. And tunaweza sema tukiongelea story ya goons time ya campaign, tumeweza kuona hizi tu walikuwa nafanya Ruto alikuwa na goons. Tuliona watu walikuwa terrorized along Thika Road, tuliona watu walikuwa terrorized along Jogoo Road. Hiyo time walikuwa naenda hizo watu walikuwa naenda. Na sasa hiyo watu walikuwa terrorized all over CBD, especially kuanzia J1G which ni Moi Avenue, Moi Avenue Primary. Kupanda tu hivyo hiyo barabara yote, hiyo street yote. Watu wamekuwa terrorized. Kuna video za hadi mademo wanapigwa. Wacheza wanakuibia wakikupiga marungu shwali. So wafanye kitu moja. Wanakuibia wakikupiga marungu. Kuna hiyo video baba wa suti. Wameacha kama wamemharibia dingo yake. Kesho walikuwa kunyang'anya simu. The funniest thing hata sijaona wakijaribu hata kuchukua vitabu, whatever documents alikuwa amebeba. Walikuwa wanataka simu maybe na do. Simu na do, na wakati kama ametoanisha mfuko zake na pia kampiga. And at the same place kulikuwa na hiyo video pia kuna another angle of the video, mtu mwingine pia akibiwa. Kwanza huyo amepigwa. The guy ameangushwa chini, amepigwa sipa alafu kaanguka. Amepigwa vibaya sana. Pia kuna huyo dem pia kwa the same video alikuwa like ameshikilia simu na mkono. Huyo ilikuwa matter of time. Sijui mbona alikuwa ameshika simu na mkono, but I guess pia alikuwa anajaribu kujiprotect. Unajua hizi vitu like tu zimeget out of hand. Unaweza pata tu the 3 people actually wanakaa tu watu walikuwa kwa biashara zao. Alafu somehow wakakuwa tu surrounded by goons bila kujua. Na hivyo ndo maybe naizongelea hiyo dem. Venye nimeona hiyo dem anakaa mtu anakaa intern, maybe alikuwa anaenda tu lunch kwa kawaida yake, amebeba simu maybe aende akalipe na M-Pesa. And unfortunately akapatana na goons. Na siku yake imeharibikia hapo. Although kuna few goons pia wameshika wamepigwa. But at the moment hatujui goons wanakuwa hired na nani. Niko sure maybe wasoko kwa ground wako na better picture of who ana hire our goons. True. Kuna watu wanasema ni Sakaja, kuna watu wanasema ni the other guy Gaucho. Although Gaucho akanatoa pesa ku hire goons. Unajua Gaucho anaweza kuwa sponsored. Gaucho anasimamanga na ODM anafightinga Raila and all that.
hapa na Gaucho hata originally hata kwa mtu ODM alikuja tu ODM juu ya convenience. Alikuwa opposition government hata sijui anakuanga side gani. But yeye anaanga pesa ya kuhire goons. Kwa hivyo kama but anaweza kuwa ametumiwa kwa sponsor kwa umesema and I think one thing yenye tumeweza kusema ni like leo numbers were low. Do you think ile story baba ya Ojwang aliweza kuchukua 2 million from the president na akasema president ameongea na yeye condole na yeye? Do you think like youths walisikia wameboeka? I think kuna watu wengi walikuwa disappointed. I think Ojwang the father bado najua jina yake ndio actually ndio Ojwang, sababu mimi alikuwa ito spindi ako na jina ya pili mboke ni gani, but Ojwang ni jina babake. Nini ku accept pesa sio issue, since sai kila mtu anamdonatea, wako na matanga. Ku accept pesa sio issue. I think the part nadhani watu walikuwa na issue nayo, na hii ni opinion based, inalingana, inaenda from person to person, kila mtu ako na opinion yake. Hiyo part ya kusema Ruto alikuja akamwambia pole nini. The one thing sijui, najua bado wanamona za family. Sasa tuwezi wekelea too much nini. Wow, inaitangwa aje burden kwao. Sababu bado wanamona kama family. Hii story yote bado kwa inakaa movie. Sababu sio kitu wame experience before. Nini, the one thing naweza sema ni nataka kusema aje. Like au kuchukua pesa na kunini, like uwezo wa blame for kuchukua pesa. Hiyo tu ni part of. Me personally I feel betrayed and yeah, me personally hiyo ni feeling yangu venye umesema like hiyo ni based on someone. Personally I think sisi kama Gen Z pesa tulimchangia I think ilikuwa imefika at least 5 million. Hatuko sure hawaja disclose but I'm sure imefika hapo. You considering what walikuwa natuma the first day at like hiyo number ilipeana before tupewe pochi and everything, kama ilikuwa till number like watu walikuwa wamejaribu kutuma and ilikuwa imeshafika limit, haikuwa inaweza kuingia. So me personally what I think is kama like those are the government like always nitangoje hatuwezi rudisha Ojwang live na hiyo 2 million ama pesa yenye tutampea, but sisi kama Gen Z tulikuwa willing kwenda that extra mile kumsaidia kuzika mtoto wake, na angebaki na pesa kidogo maybe yenye angeanza hata biashara, ama maybe kama analishanga ng'ombe anunue ng'ombe nikaendelee kulisha ng'ombe. And another thing pia aliweza kupewa kazi na government hiyo yenye the wife alipewa, the wife yeah Ojwang alipewa na nani? Alipewa na Sakaja. The one nini, the one like hiyo 2 million it was so unnecessary. 2 million Ruto hafai kukataa, hivyo ndio nasema hafai kukataa, anafaa kuchukua but hafai kuongelea alipewa pesa na Ruto, anafaa kubehave ni kaiku happen, hafai kubehave ni kani. But sasa tunajua ni kama ni propaganda wanafanya, ni kama biashara, ni kama ukwe brand ambassador, upewe tuseme kama Odibet wakupe kitu umarketize alafu ukose kumarketize. Like they won't feel like but wazi kujia hiyo pesa at the end of the day. Ni the same thing Ruto alikuwa. The one thing hatuko sure nikayo pesa imemfikia. Hizo kwa watu alikuwa promise 2 million. But yeye alisema alipata. So tunachukua hiyo wada amechukua. The only thing tunaweza sema ni maybe the guy alikuja kumwambia Ruto atakupigia na hii number actually and only deliver hiyo 2 million. Sasa tunahopa alikuwa na ilikuwa 2 million cash, 2 million wire transfer. Ama ilikuwa 2 million nini? Sababu unajua kuna hizo vitu mbili. Sababu pia ni ngumu. I think inaweza beba, so walibeba 20 million kupeleka kwa kanisa. Inaweza kwa actually this government wanaweza beba. Inaweza kwa ilikuwa ni cash but hatuwezi sema ati ukechukua pesa. I feel bad ukalichukua hiyo pesa, it was unnecessary. Ni donation. Na pia consider hata kama donation, the one thing I think the father haja realize part of the reason mtoto wake amepass ni juu mse government yake amekuwa kiran to an extent of which anallow vitu kama hizi ku happen. True. Sasa ndo pata realize actually mse the bigger problem. Ndo pata jui but hatuwezi blame for taking the money. I blame him. I think it was unnecessary. Personally, if you ask me, I think it was unnecessary. Hata Father's Day watu walitoka Nairobi, watu wakahaya gari, wakaenda like wakampelekea the gifts and all that, kumwambia like pole. I'm sure the mazishi angetaka wa Gen Z to feel your compound yake ama whatever, hata kama atafanyia shule ama mali tufanyia mazishi. I'm sure tulikuwa willing to turn up. But say like ameleta your conflict. Yeah, me I don't want to be associated with him anymore. Like most ulisema unaweza join government juu 2 million. Juu I'm sure like hiyo 2 million si pesa mingi kulingana na yenye watu walichanga. I'm sure hiyo ni 100%. Sidhani amejoin government. The one thing I think may happen. Kuchukua hiyo pesa na tuonesha like no, mimi naangalia kama najua hata tuko sure alipewa pesa ngapi na Sakaja. Hatuko sure like
like hiyo ni another donation to the funeral ama whatever matanga yenye ina happen. The only thing actually na disagree nayo ni angeongelea history yote, ange take it as another donation. Okay, ni president, but one thing anafaa kujua na maybe ange include hiyo kwa speech yake. Part of the reason mtu wake alipasi juu msi anarani government yake in that style yenye anallow vitu kama hizo zihappen dangerous. True. Like ukishikwa kuna possibility utapeki kesho. True. And ukiongelea hiyo story pia nimeweza kuona watu wakicomment wakiuliza, unajua kuna like hiyo time yote the whole saga ya Albert iki happen, utapata ukipitia kwa comment section utapata msee anasema like it's like we are involving Ruto in everything na yet akwa like constant, but like akusishwa like he's not an important subject. Tuseme kama Kajong venye amekufa, Ruto was never involved anywhere, but he allowed that to happen. Sasa ndo nasema the same thing inanihanka. Ukiona mtu akisema ati tunaingilia Ruto, like we are so against Ruto na he is innocent at the moment, which is never innocent. And hawa watu wote Murkomen, huyo inspector general whoever or anything anahusiana na security kwa country, yeye ndo anawapoint. Na pia like vitu zimehappen, watu wameuliwa na zikakanyagiwa, like hata hii by the way ingehappen like the same thing, angekufa na tusikose kujua. Nani so John kuna ni venye wako kuna possibility ingehappen na tukose kujua. This time ni venye walishindwa ku cover up early enough yenye actually tungesahau. But once your information will get out like ikakuwa ni ka wildfire. Yeah. Okay. But one thing nataka kusema especially kwa hizo like hizo protest zote ni watu wakuwe careful huko nje. Like hawa guns wamevuka sasa. Hii ni new leo nimeona new level of violence. Like inaonekana kuna msaliwa mbele ndeni cause violence. Pigeni hawa watu warudi kwa nyumba. Na watu wanapiga tu hata watu walikuwa protest, watu walikuwa kwa regular business. Like wanaishi tu maisha. Sababu huyo mbuda alikuwa mbeba documents tu zake. I hope the clip itakuwa inacheza hapa by the time mnaongea. Huyo mbuda alikuwa mbeba documents tu zake, anaenda vitu zake. Akapigwa tu hivyo. Sababu niko sure hata labda sasa yako usi somewhere. Juu lazima ende check up. Na the other guy mwe alikuwa anapigiwa mateke tu hapo mbele yake. And me I think today's protest was unnecessary. Hivyo ndo naweza sema. Yes, hatujapata justice. Yes, like tuko mbali na justice. Hata tuko very far from justice considering huyu baba mwingine ameleta another evidence. Huyu Mokoana Mamuhana, I don't know the pronunciation of that. Akondani hata hayuko free. But ameleta another evidence. Like kuonesha like what happened, sijui nini. Ameruka wase wake. So like tuko so far from justice and I think maandamano yale ilikuwa tu unnecessary. Kama ni justice atapata. The one thing I think sasa tuanze ku attend court hearings maybe. Hizo zitatusaidia, but protest kwa barabara I'm not doing that. Ndio inaweka watu wengi at risk. The one thing naweza sema I hope when you organize hii maandamano at least ongetoa clear guidelines. Tunaandamana tukienda wapi? Tunaandamana tukienda police ni Central Police kuandamana. Ama hapo nje Central Police baada ya kushinda tumejaza tao. Ama tunaandamana kwenda kwa ofisi za akina Murkomen na nani IG na deputy IG kwenda kuprotest hapo nje. Sababu at the moment watu tu walitokea kaenda kuandamana along Koinange Street, Moi Avenue, Kenyatta Avenue. Na wacheki hizo area zote hazina anything kufanya na hizo area tatu zenye actually ndio the bigger issue watu walikuwa na focus on. The only protest inafaa ku happen along hizo area ni ya 25th. Jo 25th ni ina commemorate history yote ya police brutality na waswali pass the other time. Actually leo wangetoa clear guidelines ya kwenye waswali wafaa kwenda kuandamana juu kwa streets za tao ilikuwa unnecessary. Wangeenda kwa the places sababu Central inakuwa technically nje. Iko the other side ya university. Central ama kwa ofisi za wase. And another thing ukiongelea hiyo 25th tumeona Sakaja akianza kuwa Gen Z. Akasema 25th kutakuwa kumoto. So let's be careful. Umeona hiyo story? Sijaona kwa Sakaja but nimeona kwa muda kadhaa. Anaita Ngoja Gachagua ndo amesema si Sakaja. Gachagua amesema it will be messy. Watu watauliwa. The government is planning actually to kill more Gen Zs. But hatuwezi see story yenye iko verified. Yeah, but Gachagua amesema on a meeting on Sunday somewhere. Okay. So, acha tuone by time. Alafu pia tukiongelea hiyo story, I wanted to ask a question. Hii story ya kuleta guns, wana try ku avoid ile police brutality. Hapana, kuleta guns ni more of inside. Najua nini, polisi already waki attack or protesters inakuwa pointed in another way.
but wakileta guns wanataka protesters, even ndo nasema hakuna anyone wa kuwa held accountable for that. Sababu watu ni guns, wao wametoka tu from somewhere. Sijui, but sawa wanabse wa kupinpoint on your violence. Guns wa inflict. But sasa like okay, my view ni guns wanataka protestants ama watu wana protest and unakutanika polisi wako underpowered na guns. Guns wanakuwa empowered na polisi. Ujaona walikuwa wako empowered na polisi, yes, but polisi unakuta like arushi ile tear gas ya kawaida, like arushi tear gas mingi. Unaona like kitambo ilikuwa tear gas after tear gas after tear gas. But guns wako na mawe, ni kurushana tu mawe na watu wana protest. So unakuta like nika in a way wana avoid your brutality. Jinafikanga polisi wana overpower na watu juu kurusha mawe, inabidi watumie hizo life bullets. Hivyo ndo nasema. Like guns, like the government trying waweza kusema, unaona kama ile blood parliament, like polisi tukue like wasikuwe excessive, wasitumie excessive force kwa protesters. Hatuwezi like ni pinpoint vizuri, but I think for one thing tuweza sema actually hii tactic ya guns imekuwa ikiwork. So every time wanaletanga wa guns, protest itakuwa disrupted. Kwa hiyo imekuwa ikiwork. The only way I get around it actually this time nimeanza kuona ni watu wameanza ku return violence. Unajua guns ufikiria hao pekee ndio wako capable of violence. Unaanza kuona like hao kulinga hao kadhaa wenye wameshikwa wakapigwa. Inaonekana kuna a way to combat guns, but pia hii ni more of inatuweka against each other. You technically the reason hawakuwa hired as guns ni juu wana kazi, wako poor. Unapata msee amepata opportunity ya kumake 500 2000 hiyo siku na jana alikuwa amekosa. Sasa akaona hii ndio the only way. Si ati ni msee anataka pia kuwa hapo kwa barabara lakini fanya hizi vitu zote. Ilikuwa na another thing ya kufanya. Angekuwa huko. But like ukipewa hiyo 2000, mimi kwa fikira like hiyo 2000 hata labda ifikange huko probably. Hiyo saa ni up to, hiyo ni more to individual. But at the moment the reason wanafanya hizo vitu zote ndio wako jobless, wana purpose kwa maisha. That's why anaona the only way ni kupanda nduthi wende wakisnatch simu za watu. Mtu angekuwa na purpose sana hiyo masaa. Na the reason hawana purpose is your bad governance provided by His Excellency the President. And I think that's it for today. Don't forget to like, comment and subscribe.